Alright, karibu nando mwanchu mulilia sempe okigimatu kulirera nganko batuno mogeni aiga ase studio nagotinga omogeni tokubanere omuske John Agare oyogo kora nekyombe kiligyo ko lirwana nobo saria emeyense EACC asorosagi erua South Nyanza buna omokonyi buma manager ntuligelia mangana mangu mwanchu mulilia tukolende se studio bono mambia asinchira bene kima ntobe togo kwana mange na egerota onchule omunwa to bayisago kobia asinchira mwenyene ta koigwo mono yoitubuya kulende na kwa mangana maya yengenchenene kigma. Karibu sana bwana John. Asante. Nafikiri kwamba kile ambacho nimefahamisha msikilizaji na mtazamaji ni kwamba labda tutabadili lugha kidogo kwa minajili yako wewe mwenyewe kuelewa, kwa sababu kidogo ekegusi itakuwa kisungumkuti kwako. Hivyo basi msikilizaji, tuko naye bwana John Agare ambaye ni naibu meneja katika tume ya kukabiliana na maadili na rushwa nchini EACC katika tawi la South Nyanza. Karibu bwana John. Asante sana bwana Sarigo. Labda kwa kwanza utuambie unaitwa nani na unafanya nini haswa? Asante. Majina ni John Agare vile umeeleza. Mimi ni mfanyikazi wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC kama naibu wa manager ya region ya South Nyanza. Karibu sana Mr. Agare, na uweze kutuelezea yale ambayo EACC inafanya hasa wakati kama huu ambapo mtihani imeanza, mtihani wa NEC, na tukiangalia katika usajili na recruitment ya forces KDF na mengineo. Asante sana. Kwanza wacha nirudie kwamba nimeshukuru sana kwa mwaliko huu. Kwa sababu hii ni njia mojawapo ya njia zile ambazo tuna elimisha wananchi kuhusu kazi ambayo EACC inafanya. Kwanza kabisa ningependa kueleza kwamba tume ya maadili na kupambana na ufisadi ni tume ambayo imebuniwa na serikali, ni tume ya umma, na kulingana na katiba ya 2010 ukiangalia pale article 79 tume ya maadili na kupambana na ufisadi ilibuniwa, na kwa sasa hivi kazi ambayo tunafanya ni iko na majukumu manne. Kazi ya kwanza ama mandate ya kwanza ya EACC ni kutekeleza sheria kuhusu mambo ya ufisadi. Kwa kimombo tunaita law enforcement. Tunahakikisha kwamba tumefanya uchunguzi kwa ripoti zile zote ambazo tumeletewa ama tumegundua. Tunachunguza wale ambao wamehusika kwa minajili ya kuwapeleka kotini ili wajitetee huko. Kwa kutekeleza sheria pia tunafanya uzuizi, tunaita disruption. Apart from prevention, tunazuia ufisadi kama haujakamilika, na tunahakikisha kwamba zile mali zote ambazo watu wamechukua kwa njia isiyo kisheria tunarudisha kwa serikali. Kazi ya EACC ya pili ni kufanya prevention ama kuzuia ufisadi usifanyike. Kwa hivyo tunaangalia system zote za serikali, idara zote za serikali tunachunguza vile ama namna wanavyofanya kazi, na tunaweka mikakati ili kama kuna yule ambaye ni mwizi ana mikono mirefu ameajiriwa hapo, tunahakikisha kwamba hatapata njia yoyote ya kuweka mkono wake pale kuiba mali ya serikali. Mandate yetu ya tatu ni kuhakikisha kwamba tumeelimisha umma kwa madhara ya ufisadi, athari za ufisadi. Unajua ufisadi una madhara. One of the reasons, mojawapo ya sababu ya kupigana na ufisadi ni kwamba ufisadi unaleta madhara mengi kwa jamii. Wale wanyonge, wale wamedhoofika katika jamii wanaumia zaidi. Wale wako juu pengine wataona ni kwamba wanaendelea vizuri na ufisadi, lakini wale wanyonge huwa wanaumia zaidi. Kwa hivyo tunaelimisha umma, maafisa wa serikali, tunaelimisha watoto wale wako shuleni,
watu wa makanisa, tunaelimisha wale wako mashinani kwa jamii juu ya madhara ya ufisadi. Alafu ya mwisho, kazi ya ICC ni kuhakikisha kwamba maadili imezingatiwa, integrity imezingatiwa wakati watu wanatekeleza biashara ya serikali. Kwa sasa hivi tunajua kwamba tunao processes mbili kubwa sana zinaendelea nchini. Watoto wetu wamesoma wengine kwa miaka 4, wengine kwa miaka 2, 3, na kwa sasa hivi wanafanya mtihani. Kuna mtihani umeanza wiki hii na kuna ile mtihani inaanza next week on Monday. Tuko na jukumu la kuhakikisha kwamba maadili yamezingatiwa katika mitihani hii. Pia kuna recruitment ambayo inaendelea. Na kabla tuingie kwa mambo ya usajili wa wanajeshi ama maafisa wa polisi nchini, tukisalia katika masuala ya elimu, naibu wa manager Bwana John Agar, kaunti ya Kisii ni moja ya zile kaunti ambazo ziliangaziwa kwamba ni red spot, yani ni kaunti ambazo zinahesabiwa kuwa doa nyekundu katika mambo ya udanganyifu wa mitihani. Mbona Kisii? Asante. Kulingana na utafiti ambao umefanywa wakiangazia vile wameweza kufanya mitihani kwa miaka ambayo imepita, imepatikana kwamba kuna mambo ya udanganyifu mwingi sana kaunti ya Kisii. Kuna kaunti zingine, Kisii ni moja wapo. Na swali ni kwamba kwa nini Kisii? Kwa nini Kisii? Na ni nani ambaye anajaribu kuhakikisha kwamba watoto wameiba mtihani ama wameibiwa mtihani? Kisii. Naam. Yeah. Tunajua kwamba ufisadi mara mingi ni mambo ya culture. Kitamaduni. Huenda kuna watu wengi Kisii ambao wanaamini kwamba lazima wachukue shortcut, hata kama wamesoma, lakini lazima wachukue shortcut kidogo, njia ya mkato kidogo. Inaweza kuwa ni mambo ya culture. Ya pili, unaweza pata kwamba kuna wale wana take advantage. Wana take advantage kwamba hii ni eneo letu, tunataka watu wetu wapite, wawe madaktari wengi. Unajua mambo kama hayo. So wanachukua hiyo advantage ya kikabila, kwamba kabila letu liendelee kimasomo. Lakini kuna stakeholders katika mambo ya mitihani. Tunao wazazi, tunao walimu, tunao examination administrators, na tunao pia wale viongozi wa NEC na wale wamesimamia idara ya elimu huko juu. Kwa hivyo tutaangazia kwamba hawa stakeholders, nani hasa anajaribu kuhakikisha kwamba mtihani umeibwa Kisii. Tuanze na wanafunzi. Unajua wanafunzi wamefundishwa tayari, wamesoma, wamerevise ya kutosha. Kwa nini sasa waibe mtihani? Kuna wakati mwingine unapata wazazi wanachanga pesa, ama watoto wenyewe wanachanga pesa, wanapea mwalimu ama wanapea, unajua, watu ambao wanaweza wasaidia kununua mtihani. Kwa hivyo ni hali isiyo nzuri sana kama Kisii. Inaweza kuwa ni kwamba ndio mahali watu wanaamini kwamba lazima wachange pesa waibe mtihani, ndivyo waendelee. Kwa hivyo unataka kusema kwamba mara nyingine pia hali ya udanganyifu usababishwa ama uchangiwa pakubwa kwa ushirikiano wa wazazi wenyewe katika jamii na wanafunzi na watu fulani ambao wako na nia ya kutaka jamii ionekane? Ndio unataka kusema? Inawezekana. Naam. Inawezekana. Unaweza pata kwamba
jamii inaamua kwamba tunataka kusaidia watu wetu wapate elimu ya juu, tusibaki nyuma. Utapata kwamba watu wanasema sisi it's our turn. It's our turn to eat. It's our turn to shine. Hiyo inawezekana. Na ndio maana nakuambia kwamba mambo ya utamaduni, mambo ya tradition, mambo ya culture inafaa tubadilishe. Tuwe na culture ya hard work. Tuwaambie watu wetu kwamba hard work pays. Bidii, tusichukue njia ile ya mkato ambayo ni kinyume ya sheria. Yes, Bwana Agari, tukiangalia hasa wakati kama huu, kama mtihani imeanza, na tukiangalia labda tume yenu ya EACC, kuna mikakati ipi ambayo mmeweza kuweka ili, ama serikali imeweza kuweka ili kuhakikisha kwamba mitihani haijaweza kuibwa? Asante. Kwanza kabisa kabla mitihani kuanza, tume ya EACC walikaa chini na NEC, Kenya National Examination Council, wakachora mikakati kwamba wale tunaita administrators wa mitihani, hapo tunao center managers, wale wamesimamia shule center za mitihani, ambao ni principals na heads of institutions, na wale wafanyikazi wa NEC, mapolisi ama watu wa security ambao watasimamia mitihani. Tuliamua kwamba tutawaelimisha. Na wiki 2 imepita, watu wa EACC walizunguka Kenya nzima wakishirikiana na watu wa NEC kuelimisha hawa exam administrators kuhusu mambo ya maadili katika mitihani. Na tumeongea nao, ukiongelea magazeti ama picha zingine utapata kwamba tumezunguka Kenya. Mimi mwenyewe nilikuwa Homa Bay. Na tumesisitiza kwamba maadili lazima izingatiwe wakati wa mtihani. Jambo la pili, tumehakikisha kwamba tuko na standby team, wale ambao wanafanya uchunguzi, wale ambao wanashika any suspicious people who may want to take bribes, wale watakuwa tayari kupeana hongo ama kuchukua hongo. Tuko na team ambao wako tayari. Tukipata ripoti kama hiyo wakati wa mtihani, tunahakikisha kwamba tumewashika na tumewapeleka kotini. Na Bwana John, asante sana kwa hayo. Lakini tukisalia Onsarigo, before aende kwa swali next, nikiangalia wengi wamekuwa wakidanganywa katika mitandao, kwenye mitandao, aswa wale wanafunzi ambao wanaenda kukalia mitihani yao ya KCSE. Unapata kwamba kuna wale watu ambao wanatumia mitandao kuwadanganya kuwa wana ile mitihani kamili, alafu watu wanalipia pesa. Hiyo nayo mmeweza kufanyaje kuhakikisha kwamba kuna Wakenya wameweza kukuwa waaminifu katika mitandao, hawajaweza kusambaza zile karatasi ama ile mitihani ambayo ni fake? Asante. Unanikumbusha, jana niliona kwa gazeti kwamba tayari kuna watu wameshikwa. Kwa sasa hivi tumeshirikiana na NEC na DCI kuhakikisha kwamba mitandao haitatumika kuiba mtihani. Chochote ambacho kimewekwa kwa mitandao ambayo inalenga kusaidia watu kuiba mtihani inaangaliwa. Kwa hivyo yule ambaye atajaribu atashikwa. Na watu wa DCI, watu wa EACC wana hiyo hekima na jinsi ya kujua ni nani aliweka hiyo post. Wako na njia ya kuitoa. Na NEC pia iko na njia ya kuitisha hiyo karatasi isifanywe, ingine ndio ifanywe. Lakini inafaa, kabla hatujafika hapo, wanafunzi, wazazi na walimu wajue kwamba ni hatia kutumia mitandao kuiba mtihani. Ni kinyume cha
maadili ya mtihani. Shukrani. Nafikiri Bwana John umesema vizuri kwamba nyinyi kama tume ya maadili na kukabiliana na rushwa nchini EACC mko na ushirikiano mzuri na serikali kwamba ili mkabiliane na mambo haya ya udanganyifu wa wizi wa mitihani. Lakini kidogo katika wasikadau wote wa sekta ya elimu kuna maswali ambayo yanaibuka kwamba mbona maafisa wa polisi wawekwe katika ulinzi wa mitihani huku wakiwa na bunduki na vifaa vingine kidogo vinawaogopesha wanafunzi katika hali ya kufanya mitihani yao. Nyinyi kama tume mfanya nini kushirikia jambo kama hilo? Asante. Hiyo ni moja wapo ya mikakati imewekwa kuhakikisha kwamba mitihani haijaibwa. Na ukiangalia vizuri NEC imesema kwamba kwa primary schools na junior secondary hakuna polisi anaenda huko. Na kwa secondary schools polisi wanaenda lakini hawakaribii mitihani, wanakaa huko nje kwa karibu na gate. Hawataingia ndani. Kazi yao ni kuhakikisha kwamba hakuna mtu ambaye ametoka nje kuingia kwa shule, lakini mambo ya kuangalia mtihani ni kazi ya invigilators ambao ni walimu. Kwa hivyo wanafunzi hawatashtuka wakiona polisi, kwa sababu polisi hawakaribii mitihani. Kazi yao ni kuchunga usalama huko nje. Nafikiri utakubaliana nasi kwamba kuna tetezi kwamba wengi wa wanafunzi ambao wamefeli mitihani yao wamekuwa wakilalama kwamba tulikuwa tunalindwa na polisi na kidogo tulishtuka ndiposa tukafeli mitihani. Kama tume mko na jukumu kuhakikisha kwamba mitihani itafanywa vilivyo kwa ulinzi mzuri, sio kwamba ni maafisa wa serikali. Asante. Hilo ni jambo la kushangaza. Kwa sababu hakuna yule mtoto anafaa kufeli kwa mitihani kwa sababu ametishwa. Kwa hivyo labda hiyo ni hali tutaangalia kuhakikisha kwamba mwanafunzi yeyote, mtahiniwa yoyote hata feli kwa mtihani kwa sababu ya hiyo. Na ni haki yake kufanya mtihani bila kusitishwa, kushtuliwa na mtu yeyote. Sasa hiyo tutaangalia, tutaongea na security, tutaongea na NEC, tuhakikishe kwamba mitihani imefanywa vilivyo. Yes, Bwana Gari, tukitoka katika hiyo wizara ya elimu tukiangalia kwa wanajeshi KDF recruitment ambayo ilianza tarehe 13 inaisha hapo kesho, I think 25th of October. Na tukiangalia waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen aliweza kusema kwamba kuajiriwa kwa wanajeshi kutakuwa huru na wazi. Mmekuwa na jukumu gani katika kuajiriwa kwa wanajeshi hasa kipindi hiki? Katika kuajiriwa kwa wanajeshi pia tumekuwa na mkutano na idara ya defense na tumehakikisha kwamba tutakuwa pale kwa center za kuajiri ama recruitment. Hata ninapoongea watu wetu wako huko nje kuhakikisha kwamba exercise hiyo imeendelea vilivyo. Na tunaambia wananchi kwamba wafuate sheria ya kuajiriwa. Unajua ufisadi ni mara mbili. Kuna yule anapeana na kuna yule anapokea. Wale huwa wanapeana ni wananchi. Na tunaambia wananchi mtu asiwahi uza shamba, mtu asikopeshe pesa ndivyo aende ahonge mtu apate hiyo kazi. Hiyo ni hatia. Kwa hivyo kupitia studio kama hii tunaambia Wakenya kwamba wasipeane hongo. Na ukiona mtu anaitisha ama anapeana, tafadhali tupigie ripoti. Kwa sababu watu wetu wako standby, wako nje huko, wanazunguka kwa hiyo center zote kulingana na hiyo maktaba tumekuwa nayo na Ministry of Defense. Kwa sababu ni
ni interest yetu, ni interest ya defense, ni interest ya kila Mkenya kwamba hiyo recruitment imeenda sawa sawa. Bwana Agal, mara nyingi imekuwa nimezoea kwamba pale ambapo kunatekelezwa shughuli ya kuajili maafisa wa polisi, wanajeshi, nyinyi kama maafisa wa tume ya kukabiliana na rushwa amuonekani pale. Wengi wanakuwa ni wale ambao wanafanyisha shughuli nzima, ndipo nafasi ya rushwa inapatikana pale. Sijui kama mara hii mmeweka mikakati gani kuhakikisha kwamba panapofanyika shughuli yenyewe katika pale uwanjani maafisa wenu wanapatikana pale? Asante. Ni vigumu sana kuona watu wa EACC hapo. Naam. Kwa sababu tunafanya kazi kisiri. Naam. Kuna wakati tunaweza enda hapo utuone, lakini kwa mara mingi ni mambo tunafanya, tunaita covert. Tunakaa pale nyuma. Naam. Utatuona. Naam. Kwa sababu ukijua tunakuja, unajua utajipanga. Naam. Kwa hivyo watu wetu wanafanya kazi kisiri. Kazi yetu ni kuelimisha wananchi, kuambia vile inafaa waendeleze shughuli zao, lakini wakisikia kwamba kuna ufisadi ambao unaendelezwa, kazi yao ni kupiga ripoti. Kisha piga ripoti kwa ofisi yetu, sisi tutaongea na wale ambao wamekaa kisiri na tutawaambia ni mahali fulani, ni mtu fulani, alafu watatekeleza hiyo arrest. Kwa hivyo usitarajie kuona watu wamevaa tag kama hii yangu ni mtu wa EACC. Hutaona hiyo, lakini tunakaa hapo standby kisiri. Kwa hivyo ni kusema kwamba maafisa wa EACC mara nyingi wanafanya kazi ama shughuli yao kisiri. Kisiri. Naam. Wazuru mwanchi muliringa onyorenga tulenere omobisa uyura mokonyi ebuomu manager asekiombe kiliyokurwana nubokurumi meyense EACC omuske Peter Gard uyogenda gotwera yanda mange ayokorekana anse sector yo nakwene kinga amo Kenya onyoreri bagaligia liobosibole buaye anse binto ao twaligira mangana ao sector isemi ansamate mwagenderete ayoguchwe akogendera bene imense nkikira korekana kwene kinga oboibi nabo igo amangana aliago korekana atabwatika ini no bwasioku agikeliwe wahereire eburungi nkibagokora gatugunya gukwanerengana yokulikwe kwa banajeshi n'abanyanyimbo imense n'amangana gendere kweranga barabuna etume go sector yokurwana nobo kurumi imense kibagokora ayemo asebona ero bali bagali amene kima nabutulikira ujumbe 0741583878 0726447367 ujumbe yagune yengencho andakali buli obwate uragani komanya nabugutulikira ege kento betokubulisa imichago andakasa maswali go se comment obwate Matilda. Bwana Agar, tukirudi ama tukiangalia yale ambayo mnafanya, ni tume zipi ambazo mnaweza huwa mnashirikiana nazo ili kuhakikisha kwamba kazi yenu imeweza kutimia vyema? Kwa kupigana na ufisadi, kwanza tunashirikiana na judiciary. Naam. Judiciary ama mahakama ni wale ambao wanahakikisha kwamba usawa umetekelezwa. Yes. Tume ya pili ni ile ya DPP, Director of Public Prosecutions. Hawa ni wale ambao wanapeleka kesi zetu kotini, wana prosecute kesi zetu. Na ushirikiano yetu na DPP ni ya muhimu sana, kwa sababu tukisha andaa file yetu ya case tunawapelekea DPP, wanasoma na wanakubaliana na sisi ama wanatuelekeza kwamba tuongeze jambo fulani, ndipo wapeleke hiyo file kotini. Pia tunaye idara inaitwa FRC, Financial Reporting Center. Naam. Hawa ni watu ambao wamesimamia mambo ya banks. Wanahakikisha kwamba mtu akiweka pesa chungu nzima ama mtu ametoa pesa ile imezidi 1 million na hajaeleza hiyo pesa ni ya nini, hawa wanapiga ripoti kwa EACC
na tunafuatilia hiyo pesa imetoka wapi na inaenda wapi na hiyo pesa ni ya nini. Tunayo idara ya polisi. Ijapokuwa watu Wakenya wameona kwamba polisi ndio wanaongoza kwa mambo ya ufisadi, lakini hata hivyo kwa sababu ni idara ya serikali tunashirikiana nao. Mara mingi tukiamua kushika wale suspects, lazima tushirikiane na polisi watusaidie kuwashika. Hata mojawapo ya ama wengi wa maafisa wetu pia ni wale wamesomea mambo ya polisi. Kuna idara ya NTSA ambayo tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba ufisadi haujaendelezwa. Kuna wale wananunua magari, wanaiba pesa wananunua magari. Kuna wale unajua wanapeana hongo kwa kuregister magari. Tunashirikiana na NTSA kuhakikisha kwamba idara hiyo ama kwa ununuzi wa magari ama transfer ya magari ufisadi unakatizwa hapo. Alafu tunao idara hii kubwa ya elimu, education. Unakumbuka mwaka wa 2010 tukaingia kwa maktaba, tukaweka agreement na Ministry of Education kwamba kila shule humu nchini lazima iwe na integrity club, iwe primary, secondary, college mpaka university. Na hii integrity club tumeona a lot of success, mafanikio mengi yamejitokeza pale, kwamba tunapoongea tunao wanafunzi ambao wameamua kwamba wao hawatajihusisha na mambo ya ufisadi na wanajiandaa kuwa viongozi wa leo na wa kesho. Hata mambo ya kuiba mtihani wamesaidia shule nyingi sana. Kuna shule ambazo wanafunzi ndio wanashika wenzao wanapoiba mtihani, wanawapeleka ili wahukumiwe. Kwa hivyo hiyo ni shughuli katika idara ya education ama elimu ambayo inaendelea. Na ni idara nyingi, lakini kuna wale tunawaita civil society. Hawa ni wale viongozi wa umma wako pale kijijini. Sheria imewapea nguvu ya kufanya kitu tunaitwa social audit. Na mara mingi wanatuletea ripoti, wanaangalia vile pesa inatumika, CDF inatumika kwa shule, kama kuna mjengo fulani, kuna barabara fulani, wao wanachunguza katika hali yao na wanatuletea ripoti ili tuendelee na uchunguzi kama hiyo. Kwa ufupi, vita hivi dhidi ya ufisadi ni ya kila mtu, ni ya kila idara. Inahusisha kila mtu. Inahusisha kila mtu. Sisi kama EACC tuko tu pale mbele, lakini hatutafaulu kama hatujashirikiana ama idara zote za serikali hazijashirikiana na sisi. Ulivyosema kwamba tume ya maadili na kukabiliana na rushwa maongo nchini ni tume ambayo imekubaliwa na katiba yetu na pia mmepewa mamlaka na serikali. Sasa mipaka ya kazi yenu, mara nyingi tumeona kwamba kuna mambo yanafanyika ya ufisadi nchini, kwamba tunasikia labda baada ya mtu kuchukuliwa kule kotini, tunasikia kwamba EACC inaendelea na uchunguzi kidogo tu, labda hayo mambo yananyamazishwa kabisa. Nyinyi mipaka yenu ni ipi? Mnafika wapi mkishachunguza kwamba leo hii huyu amepatikana ufisadi, amepelekwa mahakamani, kazi yenu inaisha wapi? Tunafuatilia kesi mpaka mwisho. Naam. Lakini kesi ikishafika kotini, naam, tunafuatilia kwa umbali kidogo. Naam. Kwa sababu DPP ndio idara inayoshikilia hiyo kesi, ndio wanaipeleka hiyo kesi kotini. Lakini hapo kotini ukiangalia nyuma ya DPP utaona afisa wetu wako hapo, lawyers, wakili wetu wako hapo kuhakikisha kwamba kesi imeenda sawa sawa. Na tukigundua kwamba
kuna mambo ambayo hayaendelei hayaendi sawa sawa, Naam. Tuna raise alarm, tunaweka onyo, tunasema kwamba hapo haijakuwa mzuri. Kuna kesi ambazo tumeweka appeal. Naam. Kama matokeo haijaendelea sawa sawa, tunaweka appeal, tunaongea na DPP, tunawaambia hapa hatujaridhishwa na tunakubaliana njia ya kuendelea. Lakini pale pia kotini kuna afisa wetu ambao tunaita investigating officers. Naam. Wao pia wanatoa shuhuda, wanakuwa wanapeana evidence pale kotini vile walifanya uchunguzi. Kwa hivyo kazi yetu kuu ni kupata ripoti, kufungua file, kufanya uchunguzi. Tukisha fanya uchunguzi sawa sawa, tunapeana file kwa DPP. Yes. Wao ndio wanachukulia kuanzia hapo, lakini watu wetu wanafuatilia mpaka mwisho. Okay, Mr. Agar, labda ukiweza kufafanua, why do these cases take too long? Ile muda ambayo kesi inachukua inalingana na vile kesi iko. Kuna cases ambazo ziko complicated, ziko complex. Complex ni kwamba imehusisha watu wengi, imehusisha nchi nyingi, na imehusisha pesa nyingi. Naam. Kuna kesi ambazo zitachukua mwezi mmoja. Naam. Kwa sababu mtu alienda kwa barabara akachukua hongo tuko nayo, mtu tuko naye hapo. Pesa ameweka tu hapo kwa Equity Bank. Ushahidi mnao? Ushahidi tunao. Hiyo kesi haitachukua muda sana. Naam. 3 months itakuwa imeisha. Na kuna kesi zile ambazo hongo ilipeanwa huko UK. Naam. Investments zimefanywa huko South Africa. Certificates mtu aliforge huko Kampala, Uganda. Na tuna sheria inaitwa MLA, Mutual Legal Assistance. Naam. Hiyo sheria inasema kwamba ukitaka kufanya uchunguzi nje ya nchi yako, unaandika barua kwa Attorney General ya hiyo nchi. Na mara nyingi inachukua kama 6 months, miezi 6. Naam. Lazima uchunguzi huo uchukue muda. Lakini sheria imewekwa nchini kwamba kesi zote lazima tujaribu ziishe kwa muda wa miaka 2 peke yake. Sante kidogo tukitafakari wala ambao wanaendelea kutufuatilia ndio chikiga kuruga momanyi na spora kura chinsamo chirichanya nchonalia watanga msarima Matilda. Sante sana kazi kuntu azingi yake magali kurulia mukobe agote banonde ime yomorobulium Rose akurukunga Rose kurulia mukobe etuani ni Dedius Omoro geto kurua chisemo chirichia umugonchoro niko ndani anasema pia anafuatilia gumzo letu asubuhi. Hajo Mukaya, Daktari Wikiriva Jo Mukaya from Kisii County, Marani Sub County since Ward Rioma Sub Location, anasema Kenyans will lose the hero of country whose name are Raila Odinga he fought for Mal Party 1992. Anasema kwa kazi mnafanya pia eko kwa shujaa huyo. Shukran sana. Asante zaidi. Naona kuna wengi lakini hapa anasema katiba mpya ya 2010 for 47 counties and empowerment youths every year for maandamano or demonstrate corruption hali ya juu. Nasema kuna yale masuala ya empowerment ambayo yanafanyika kote nchini, lakini anaangazia kwamba ni kama rushwa inachukua mkondo mkubwa zaidi. Je, kama tume hali yenu aswa, kazi yenu aswa kwa wale wanasiasa mafisa wale ama wanasiasa wetu nchini wanapotembea kufanya mambo ya empowerment, lakini inadai kwamba labda kuna mambo ya rushwa inaonekana pale. Je, sijui kama anamaanisha nini, lakini unaweza zungumzia hilo kidogo. Ni kweli kwamba kuna uwezekano Naam. Wa ufisadi katika hiyo kazi ya empowerment. Naam. Unajua ufisadi mara nyingi unafuatilia pesa. Kwa sababu watu wanataka watajirike, wajinufaishe na hizo hela.
na tayari tuko na ripoti kama hizo. Naam. Na uchunguzi zinaendelea mara tunapopata ripoti kama hizo. Kwa hivyo ningependa kuelezea wananchi kwamba tukipata habari kwamba pesa za empowerment zimetumika vibaya, kazi ya mwananchi ni kutuletea ripoti. Leta hiyo ripoti, ama upelekee MCA wako apeleke pale bungeni, mahali wanakaa huko kwa county assemblies. Na sisi tukipata ripoti kama hiyo, tunaandikia hiyo county ama hiyo idara, wanatupea file ya hiyo program. Tutawauliza maswali. Tutauliza minister, tutauliza chief officer, tutauliza director, na tutauliza wale wananchi ambao tunaambiwa wamefaidika. Tutauliza kama wamepata hizo hela na kama wamefanya maendeleo na hizo hela. Hiyo ni kazi yetu ya kuchunguza na kuhakikisha kwamba pesa ambayo imetolewa na serikali imefika mahali inafaa ifike na imefanya ile kazi ambayo ilitengwa. Kutoka upande wangu, mmeonekana kuwafuatilia baadhi ya magavana wengi humu nchini, hasa katika mambo ya kujihusisha na mambo ya kuchukua hongo na corruption ama kuchukua mali ya county mbalimbali. Ni kwa nini magavana wengi wamekuwa wakifall into this trap? Ni kweli kwamba vile nimesema, ufisadi unafuata pesa. Governors ndio wale wanasimamia pesa zote katika county. Wao ndio chief executives. Wao ndio presidents wa pale. Kwa hivyo pesa ikikuja kwa county, tuseme ni bilioni 7 ama bilioni 10, kuna uwezekano sana kwamba governor fulani atajaribiwa kwamba achukue pesa ama hela hizi zingine. Kwa hivyo hiyo ndio maana tunafuatilia magovernors, lakini hatufuatilii tu kama hatujapata ripoti. Kwanza tunaangalia kwamba kuna ripoti imekuja kwamba pesa zimepotea. Na tutaangalia kwamba kwa hii contract ilipeanwa, kuna mkono wa governor hapo ndani. Naweza kuwa yeye ndiye contractor ama rafiki zake ndiyo contractor. Vitu kama hivyo. Kwa hivyo tunachunguza, tunatumia principle tunaita follow the money. Kazi yetu ni kufuatilia pesa mahali iko. Na tukipata kwamba governor ako ndani na wale ambao ungana nao kuiba pesa, wote tunawapeleka kotini. Right, asante sana msikilizaji na mtazamaji. Naomba kwamba tunaenda mapumziko kidogo kupisha habari zetu katika upande wa radio. Tukirejea tutakuwa tunaendelea na kuzidi katika gumzo letu. Tusikatu chalo mwanchumo lieli tuenda sense muhimu tumbogomo ke tukwira tengere usanga ama pamoja. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusega sigire mechando aoya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero eyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka chire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best ni gobole obwigoro mono ase babwate michibi eyo kubwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate machine nde okubeka samarekao eyo kuyarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitarigiga iko bakwigura kera lituko
ochakira chinse 11 chamambia gwika chinse 12 chambagaroba. Nuga Best nigo bagotuka emiyumo cy'obusongo ase nyumba ya Ouru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu. Nchasa Marieta ngoro kwanongaki ana arwareta amarwaire amange nkagenda chinyagitari ao korigio bogwenia egere mbwene chinyagitari narete ne chinyinge konyoro obogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro obogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira rituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinja abete chigonkonyo magongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira nda manga yale ngo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakirisi gwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyure www.nugabestke.com. Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. Kila nafsi na ita Faraji ogokogwa Paskaria Mukira Matundra Yuromurugi Obarnabas Matundra Getete kurwa Nyebururu Village Nigaru mwana o Benjamin Ondaro usira Postina Nyanchoka Ombanda Marani usira Juvenaris Getete usira Magdalene Agea ba Nyebururu Village Nigare Nina Florence Justus, Rohema, Alois, Calvin, Kevin, na Faith. Nigare oyo mwabo nyagusira Thomas Odongo, nyagusira Alois Tumbo, Joseph Nyankia na Bernard Mironga. Boigo nigare oyo mwabo Sabina Buari, Elizabeth Kemunto, nyagusira Francis Kanyanga, nyagusira Agnes Kirbo na Florence Mora. Machango nigorabe ditkira Jumatano tariki 27 mutinyi kumi mwaka yega na rusi wenke ditkira Alhamis tariki 27 mutinyi kumi mwaka yega na ni ditkira Juma tariki 24 mutinyi kumi mwaka yega Nyabururu Village Kitutu Central Ward ase county ya Kisii. Gatamba Television na Gatamba FM twarengora yetu. Wewe na mimi tulikotoka mabubi. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo enkale yuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bago kolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongibire babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene
ye duka ya Safaricom. Mwigo, ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers, eyuere angene bengi ya Credit Bank. Asamange, bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Medforth Hospital imeyakisi nigo jakoboririe bwebwatereri baga ase oncology clinics hase barainane obokoreri comprehensive cancer screening, chemotherapy, nutrition and counseling, physiotherapy and rehabilitation, palliative care. Chitarike 25 ni chitarike 25 nemo umutinye 10 omwaka oyoiga nigo uraruru no munyagitari ase gishiringi chiri bwisa tochioka nigo bakoboririe onyare kwebwatereri baga ase namba yesimi 0101001127 gose oake ase customer care service 0762105525 nigo bagotoka ase para ya Kisii Referral Hospital. Ase entunda yende umugaka onkorogo kibacha nigo araje gukora etaro yaye ase tinsemo aho imeyiriro burya guse. Hallelujah. Amen. Jesus Christ is ifanta. Hallelujah. Amen. Asumuryo otarera bako. Ndatengo te moka chemi sio koroke bacha na tolira bako banege gasensemo ya okembo mapema ikiere turamanyira ninga nkitu bwenete okora bako habako nkitu bwenete koba tegugoto twimanyi abako mparabia ba tolikolema ogese bituma ayoko rugoragire nyoko biaro taita kore torobokima lakini ndatengo boliga bono bokimo bakarta no bwaki ikiagera no bantu nabako ngutore kore esege tamatuni kyomo gusi bokima botajeti ngombe ikinjiri ko baro chimbo chabo njire cheche Dios la bokulia yako no to ngende bako ngonda okulia Jesus Christ si fanda omo simba ko ngongori nyoko biara sawa gote tuatole kirera ndo bwati bimira buya kiboreo asi owakaniro chombe renga wakanete makao isato chingi ma umukungu yo kwani kwanyomete ne bordi tata owe muntu kondugire ndagira naragira nkai ogwenete kunyoma kurwa esoko nyuma mabano loko nyuma mafubachi wanywa mana bogirango mata agwese toriyorane kwama ya kunywa mana bokiono rogora na jagere mukungo maneno ko Jennifer Mochoru akakogecho kareto mungago saka korosio kareto mungago se akakoni kareto mungago akatama buyeka. Customer Best Herbal Shop nigo eukurereria obubwenia abetera samariogo yemete ase amarwaire akubwatia allergy, arthritis, asthma na mariogo ande yokoyanam egetekyo mogongo, brucella, blockage, cancer ejuerensia stage 4, diabetes, neuropathy, depression, endurome, fibroids, high blood pressure, hemorrhoids, heart and spleen diseases, hepatitis B, emechando yenyigo, emechando yoroima, okokea wechinguru chiabagaka, ovarian cysts, fistula, prostate problems, GSTI, marwaire yeri sankwa, uric acid, fatigo gatiyana yande amange. Tutarere aseduka yaito, magega ya Cooperative Bank, mbarabare nase ebengi ya Family Bank yarenge. Chinsege chinde, Post Farm Plaza, ground floor, Daboy Gorunde, Rwa Discount Plaza, ejwere mbarabare na KTRH. Asamange twakere simia 0710540968 usem 0733990052.
isiko yabisi nabona botambe nigoto kunyara kwa twarigereria abarai ao kuseba bwateli bagalia bene kubwa muno asoro ngora gusi twanyara kwa tokogenda isiko yabisi twekaransa isiko yabisi twakwandira isiko yabisi abera in fact Bugirango wo nere ntangani you succeed the unity of opposition ine indi Bible twe ya nyimbo ile 1945 mutenyo gatano kitari 17 zatu nkai Bible letwe seitere bobas boitangare sub county nara ryaya bakolire asemeremo yabo umaene gwanya saye mbolinga chipara cyane nche by the time nkoruoro konyana igoire chipara kisi county otabale eyo mate yabo nereri abana bane no bale emeremo bale abandi no bale Kenya iga babere na bande badatungu bale ayo bakorire na yande amange. They all came to campaign for me. Bonzi people, unity of opposition started in South Mugrango. And that's the dream I want to have and play it back with these coming elections so that all can gain Buyago. Na agara tu alenga bake nyorete ntwara esreto katabuga matego itiro musongo neke mane nabo koira na maege distance gete entambe kwa minyoka bono liliago jana na mate short chirio ogotoma echire chinduru bono matira agosuka ogotigire goli kwa nyonzi bagacha sende bali mu abasongo bagantebi organize strike with school captain ndo tware principal ndo jinga na iseni. You know what I told them? In Form 6 in the morning. I want to be a principal. Tota idio choko kare ruwe bata ito banga kare. Yani abasongo mata ke mboga ambe ga iga. Nkoro mo abiri ko nanga se ngijaro mo abiri ka. Ah no way. Na yani ko kwali ko tero se timu ya ta banga ngwa no musaja ko musaja boli. Bona ayuro na gotebi ebinte biyonse na gotebi kurugese na anse ko gotebi na kinete gocha gocha na visa ino to ko iwonga wino musaja ko musaja boli Tomocha gusoncha isiko yabisi Miagetemba Television na Harun Ototo. Kwariganiwe ase free medical camp chitariki 23 mutinyi kumyu mwako yoiga nigo uranyore obokoreri bwabusa utari wakanira ase pediatric, renal, optical, dental, neurospine, physician and cardiologist, urology, gynecology, surgical reviews, general surgeon, basic medication, screening services, general medical checkups, blood pressure and diabetic screening, family planning and maternal health advice, minor treatment and medication, mental wellness services, health education and counseling, sexual health education, gynecology and obstetric services, oncology services, spine and back services, ultrasound asujishiringi chimisano chuka naboigo amangana ye lab umurubiri yoiga nigore turasore ninyagitari ya Medford Hospital akobwatrana na Bomani Hospital egotoka separa yaliana goche suneka umurubiri yoiga nigora chake chinsaibere chamambia goika. Alright, welcome back mwanchu muligilino mwategeli, karibu tena mtazamaji na msikilizaji. Inyorenga nigura Getembe Television na Getembe FM mwarubili netuani ya Getembe. Pamoja nasi ni afisa ambaye ni naibu meneja katika tume ya
kukabiliana na ufisadi ama ongo nchini EACC. Bwana Peter ama Bwana John Agal ndio tunazungumza naye moja kwa moja asubuhi hii. Karibu sana tena Bwana John. Tulipoenda mapumziko tulikuwa tunaangazia mambo mengi, lakini kidogo kwa minajili ya msikilizaji na mtazamaji, kuna kutoa ongo na kupokea ongo. Tumeangazia mambo ya usajili wa wanajeshi, ambapo labda mtu amepatikana amepeana rushwa. Anayepatiana rushwa ni nini anafanyiwa mkimpata kama maafisa? Je, na yule amepokea akijulikana, hao wawili yao yanafaa kuwa namna gani? Asante. Kwanza wacha nieleze kwamba tunao sheria ambayo imewekwa inaitwa Anti-Bribery Act. Yes. Ndio sheria inapingana na mambo ya kutoa ama kuchukua hongo. Naam. Kwa hiyo sheria iko vipengele tofauti ambavyo vimeweka makosa katika hali ya rushwa. Naam. Hatia ya kwanza ni kupeana hongo. Ukiangalia section 5 ya sheria hiyo, yule anapeana anafanya kosa. Ni hatia kupeana hongo. Naam. Pia ni hatia kuchukua. Yule anachukua pia anafanya makosa pale. Naam. Pia kuna yule ambaye anatazama hongo inapita hapo na anajua ni hongo na ananyamaza. Hiyo pia ni hatia. Naam. Kisheria. Kuna yule ambaye anatumika kama conduit. Yeye ndiye anasafirisha hongo. Naam. Kutoka hapa mpaka pale. Naam. Pia ni hatia kutumika kusafirisha hongo. Na pia kuna ile idara ama institution ambayo haijaweka mikakati ya kuzuia hongo kufanyika. Kukosa kuweka mikakati. Hiyo pia ni hatia. Na kuna wale wanaitisha. Hawajapokea lakini wameitisha. Wamesolicit. Hiyo pia ni hatia. Kwa hivyo kuna yule tunaweza mshika na tumpeleke kotini kwa sababu aliitisha, lakini hakupata. Naam. Aliitisha tu. Tukiangazia mambo ya recruitment, ningesema kwamba yule ambaye anapeana anaweza shikwa. Yule maafisa wa serikali ambao wanachukua pia wanaweza shikwa. Lakini ukiangalia vizuri utaona kwamba kwa hali yoyote ya hongo kuna watu wawili. Na mara mingi hatutashika watu wawili wote. Tutashika mmoja. Aidha tutashika yule amepeana na huyo anachukua, yule amepewa atakuwa shahidi. Naam. Ama tushike yule ambaye amechukua na yule amepeana awe mshahidi. Naam. Kwa sababu kesi yoyote kotini lazima ukue na shahidi. Naam. Mashahidi lazima wakue pale. Tuseme kama mambo ya recruitment. Umeulizwa uuze shamba na ukakuja kwa anti-corruption umepiga ripoti kwamba kuna hongo wanataka pale. Sisi tutachukua hiyo kesi kuanzia hapo na tutashika yule, wewe utakuwa shahidi. Pengine wewe ndio unataka kuhonga yule afisa. Naam. Na huyo afisa au maafisa hawataki kuchukua hongo. Kwa hali hiyo wao ndio watakuja kwa anti-corruption. Watakuwa shahidi. Watakuwa shahidi, lakini wewe tutakushika na hiyo pesa yako. Naam. Kwa hivyo yule atakuja wa kwanza kuripoti hatashikwa. Yeye atakuwa shahidi. Lakini yule amepeana ama ameitisha tutamshika. Na tukishika mtu na mambo ya hongo, kitu cha kwanza tunampeleka kwa police station. Naam. Tukishampeleka hapo
atapelekwa kotini. Akishapelekwa kotini atapewa bond, atoke ama atawekwa ndani. Hiyo sasa itakuwa kwa mikono ya koti. Wao ndio, mahakama ndio wataamua kama watamweka hapo, watamzuia ama watamuru ama watamwachilia. Kwa sababu ni kila mtu ako na haki ya kuachiliwa kwa bond. Lakini kabla niende kwa dadangu Matilda, kidogo mimi nimetoa ongo na nimegundua kwamba hii ongo nimepatiana haijaninufaisha mimi na nimekuja kwenu kuripoti. Pia mtanishika mimi? Hiyo sasa inafaa tukushike kisheria. Naam. Inafaa tukushike. Mimi nimejileta kwenu. Umejileta, tutakushika. Naam. Kwa sababu umefanya hatia. Ni hatia. Ni hatia kupeana hongo. Naam. Umefanya kosa, inafaa ushikwe. Naam. Shida tu itakuwa kwamba tukifika pale kotini. Naam. Tutakuwa na evidence kweli. Tutapata evidence kwamba ulipeana. Tukipata ni sawa. Lakini pengine pia tunaweza kubaliana na wewe kwamba yes, umejileta, umefanya kosa, lakini tutaangazia pande ile. Sisi kama EACC kosa kubwa inafanyika kwa wale watendakazi wa serikali. Naam. Au ndio tunaangazia sana. Kuna sheria inaitwa Leadership and Integrity Act. Hiyo sheria inahakikisha kwamba mfanyakazi wa serikali hatachukua hongo. Naam. Kwa hivyo mara mingi ukipeana hongo pale, interest yetu kubwa itakuwa kwa yule ofisa wa serikali. Alichukua. Yule alichukua. Naam. Kwa hivyo ukiniambia ulipeana 200,000 kwa mfano, utatuambia ulipeana kwa M-Pesa ama kwa account, ilienda wapi? Tutafuatilia hiyo pesa huko. Tutaita huyu mtu, tutamuuliza hii pesa ni ya nini? Ilikuwa ya nini? Ni biashara gani ulikuwa unafanya? Na sasa tutarecover hii pesa na pia tutamfungulia mashtaka. Wewe utabaki kama witness. Kwa hivyo tutakufanyia ile tunapenda. Kwa hivyo ni kusema ingawa mimi nilikuwa nimefanya hatia, yes, lakini pia hapa kwa tume yenu ya kukabiliana na rushwa mtaniajilia huru kuwa kama shahidi. Correct. Matilda. Kutoka upande wangu, do you protect witnesses? If so, how? Asante. Tuna protect witnesses, lakini protection inapeanwa na koti. No. Kuna sheria inaitwa Witness Protection Act ambayo inahakikisha kwamba wale ambao wanapeana ushahidi pale kotini hawata dhulumiwa na wale wafisadi. Kwa hivyo mahakama itachunguza hali yako. Kuna wale watakupea security, kuna wale wanahamisha, wanawapeleka mahali iko safe, haina tatizo. Kuna wale wanapeana ushuhuda in confidence, in camera. Kwa hivyo watachunguza hali yako, na ukitimiza kile kiwango ambacho wameweka kwa protection, wewe utapewa hiyo protection na mahakama. Kuna wale tunaita whistleblowers. Whistleblowers ni wale wanapeana ripoti, lakini sio necessarily waende kotini kupeana ushahidi. Hao pia kuna sheria inatunzwa sahi, inaitwa Whistleblower Protection Act. Hiyo sheria itakuwa kuhakikisha kwamba wale wamepuliza filimbi hawatachukuliwa hatia ya kuwa transferred. Lakini tayari sheria inasema kwamba mtu akiripoti ufisadi kwa idara yote ya serikali hafai kudhulumiwa kwa kupewa transfer kwenda mahali mbaya ama kuachishwa kazi ama mambo kama hayo. Sheria imezuia hiyo. Ndio.
Bwana Agare. Lakini kabla sijamalizia hapo, ile protection ambayo tunatangazia kila mtu ni ile ya kibinafsi. Kwa nini uripoti ufisadi kwa redio ama kwa TV ama kwa barabara? Peke yako. Piga simu ukiwa peke yako. Ama tembea pale polepole ukuje anti-corruption. Peana hiyo ripoti yako. Mkiwa wewe na afisa wa EACC, watu wawili. Usiambie hata mke ama rafiki kwamba ripoti fulani wa fulani. Hapana. Sasa hiyo ndio tunaita anonymous reporting. Unaripoti kisiri na umejilinda mwenyewe. Kwa sababu EACC haitakuja kwa nyumba yako kulinda mlango yako, vitu kama hizo. Wewe ndio unajilinda mwenyewe wa kwanza. Yes, Bwana Agare, ukimalizia hapo katika kupeana ushahidi, labda kama huku Kisii watu wengi naweza ona mtu akitekeleza kupeana hongo ama aki-engage in corruption, but nisiweze kusema ama kupiga ripoti kwa vile nitasema hainihusu. Hiyo challenge mko nayo huku? Na huwa mnadili aje? Hiyo ndio tunaita apathy. Ndio inaitwa say nothing, do nothing, see nothing, hear nothing. Apathy. Na ni shida kubwa hapa nchini. Watu wanatazama ufisadi unaendelea lakini wananyamaza. Wanasema hainihusu. Hawajui kwamba ufisadi iko na kitu inaitwa ripple effect. Inafanyika hapa lakini madhara yake inahusisha kila mtu. Mtu akiiba pesa za kujenga barabara inakuhusu, sababu hiyo barabara itakosa accident na utakufa. Mtu akiiba mtihani ama akiforge certificate inakuhusu, sababu unajua hiyo certificate atatumia kupata ile kazi ambayo ilikuwa yako, wewe ndio upate. Ulipata C+, yeye akapata dog minus, lakini ana forge anakuja anafanya interview na wewe, yeye amejiwekelea B minus sasa, anachukua nafasi yako. Kwa hivyo kila ufisadi unapotendeka inahusu kila Mkenya. Sooner or later sote tutaangamia. Kwa hivyo yule anatazama ufisadi unatendeka, tafadhali piga ripoti. Hata kama EACC itachukua muda gani, umefanya jukumu lako la kupiga ripoti. Tuachie hiyo kazi, tutafanya polepole mpaka tumalizie. Shukrani kabisa. 0741583878 yani 0741583878 0726447367 yina bachito gigasi studio monchumuli no motegereri nagukwa na intusange na intu birengeri byago okwane no mobisoiga byokombeke yokurwana no bokurumi imense EACC ndake kulingana nikikoigure agendere kwerera ekerundo chabange bagendere rutulikira gali matilira ya myoka sumitanda bange balikire etambwa babiri batatu bali bato bwatiri alafu baadaye nabusanganitwa SMS so tulikira ujumbe liboliriago guswake simi AMO asemo trachokora ensemeiga jomwelio. Ntobwate babo Anthony Ragori, Victor Mondamienda, Frederick Ogembo, Barnabas Kebaso, Christopher Atandi, Rogers Nyariki na Omare James, Ezekiel Mpole, Jared Orure Matureti, Samson Nyantika na ntobwate babo Dominic Marube ne timu yende enene abubari me yomuroberi fagende tusangana inte anamuno chinsemo cha Facebook na bwo 04 baga era gote bakora chinsemo cha Nyaisamanga guka wa ushago agote bakora Nyangusu Bukinami Village Peter Umwena agote bakora Nyavituno Bumachoge Burabu agote banwari me yomuroberi ikundo Elijah agote bakora Karen Ngong na onde ime yomuroberi na bwo Bonventure Mobisa agote banwari me yomuroberi goika Omwero na asinse moende Doli mtoto wa mam ntobwate Morgan Moffat, Peter Umweno, Wesley Atemba, Rogers Nyariki, Wiza Crown, Godfrey Ogati, Lydia Nyaboke, Betty Beki na 04 Obaga. Biamana sana. Tukirudi kwako afisa bana John Agal, kidogo tu kwa msikilizaji na mtazamaji, kuna wale ambao umesema vizuri kwamba ni jukumu la mwananchi kupiga ripoti. Lakini wewe kama afisa ambaye uko katika eneo hili la Kisii na South Nyanza,
afisi zenu ziko wapi na ni vipi mwananchi anafaa kuwafikia? Afisi za EACC ya South Nyanza iko Kisii Town. Ukifika Kisii Town kuna mahali inaitwa Mashauri. Hapo Mashauri kuna barabara inaelekea Kilgoris. Utapita Attorney General Office, utapita njia ya Krista Marian, utafika ofisi ya Culture. Hiyo ofisi ya tatu ndio anti-corruption. Ni opposite ile ofisi ya Kera ama ofisi ya NTSA. Hapa ndipo utapata ofisi ya EACC ya South Nyanza. Kwa hivyo ukitaka kuingia pale, utakuja upige ripoti hapo. Kuna ofisa hapo anaketi kwa chumba huko ndani. Hiyo ripoti yako atachukua mkiwa watu wawili. Na kama ni ripoti inahusu watu wawili watatu, pia mtakuja wawili watatu muingie pamoja mpige hiyo ripoti. Ripoti hiyo ikipigwa inawekwa kwa system. Na hiyo system inaangaliwa hata huko Nairobi. Kesi ikisha ingia kwa system imekaa hapo na itashughulikiwa. Kama haijasonga, kuna mtu atapiga simu aseme kwa nini hii kesi haisongi. Na kesi tukishaanza ni DPP ako na uwezo wa kusema hii kesi sasa isiendelee. That is how transparent we are. Kwa hivyo tunahimiza Wakenya walete ripoti. Ripoti ikishaletwa lazima ishughulikiwe. Pia unaweza piga simu ukiwa mbali, ama kuna wale hawataki kuonekana kwamba wanaingia pale. Unapiga simu. So nitapeana namba zetu za Kisii ni 0770 912192. 0770 912192. Kuna wale ambao huwa wanajihisi kwamba ripoti ikiingia Nairobi ndio iko sawa. Pia huko Nairobi ukipiga ripoti, hiyo ripoti itachukuliwa. Hawatakataa, wataichukua kwa sababu system ni moja. Itaingizwa kwa system moja na itakuwa referred kwa yule ofisa ambaye anashughulikia, iwe ni Nairobi ama hapa Kisii. So hiyo namba ya Nairobi ni 0726 27 56 63. 0726 27 56 63. Pia unaweza andika barua to the EACC Regional Manager ama EACC Secretary ama CEO. Hiyo barua ukiandika unakili hapo vizuri ripoti yako, bado tutachukua. Njia yote ile ambayo umependa, ile inakuwa safe kwako. Na kuanzia mwanzo huko 2005 tumekuwa na kitu tunaita BKMS. Ukiingia kwa internet utype EACC, utapata kitu hapo imeandikwa report corruption. Hiyo ni anonymous reporting. Utaweka jina lako, utaweka namba yako ya simu, ni ripoti peke yake utaweka, lakini itatujia. Kila ripoti lazima ikuwe na mambo matano. Utuambie ni nani una ripoti, mshukiwa ni nani, utuambie ni wapi ufisadi umetendeka, utuambie ni saa ngapi ulitendeka, na utuambie ni kwa njia gani ulitendeka, na utuambie ni ufisadi aina gani, ni hongo ama ni mtu amekula pesa. Ukiweka hiyo mambo matano, what, who, where, why and how, hata hatutakufuata tukuulize jina lako ni nani. Hiyo report tunasema iko complete. Na tukipata ripoti, kitu cha kwanza tunafanya ni intelligence. Hatutaanza tu kwa sababu kuna ripoti ambazo ni za malice, kuna watu wanatafutana tu. Kwa hivyo sisi tunafanya preliminary ama intelligence. Tujue kwamba ni kweli kulikuwa na empowerment program, ni kweli. Ni kweli pesa zilikuja. Tukishapata hiyo report inakaa ni kama kuna ukweli uko ndani.
Sasa tunaanza uchunguzi full blast. Right, asante sana naibu meneja katika tume ya kukabiliana na rushwa nchini EACC kwa mambo mazuri zaidi na masuala ambayo umeyashughulikia vilivyo. Matilda, naona muda wetu tayari unayoma. Labda jambo la mwisho ama lile angependa ndugu John akaweza kulizungumzia. Ni nani anafaa kuripoti? Like who? Ni nani? Ni nani anafaa kujua kama hii ya shule, kama mitihani ambayo inaendelea sasa hivi, na kama katika uajiri wa KDF ukiangalia, ni nani anafaa kuripoti kama history ya kuchukuliwa ama kuombwa ama kupeana hongo? Ripoti inafanywa na mtu yeyote yule ambaye ana habari. Uwe na ukiwa na habari hata kidogo kwamba kuna kitu kinaendelea na ni kinyume cha sheria, una haki ya kukuja kupiga ripoti. Tuseme kwa mitihani, uko na habari kwamba kuna watu wamechanga pesa. Inaweza kuwa wewe ni mwalimu na una habari hiyo, piga ripoti. Una habari kwamba unajua kuna ofisadi hata kwa marking huko juu. Uko na habari kwamba kuna pesa zimepeanwa huko, marking ifanywe visivyo. Piga ripoti. Wewe ni polisi ambaye anachunga mtihani na unaona invigilators mienendo yao sio mzuri hapo ndani na wanafunzi. Wanaachilia wanafunzi wanaingia na vijikaratasi ama wanaongea ndani ya room ya mtihani. Piga ripoti. Mtu yeyote ile ambaye ana habari hata kidogo ana huru na haki ya kupiga ripoti. Shukrani. Right, asante sana Mwanchumu ligereri asengichunga tuende gusanga nganditi katugukura kuruga tugutia seke mnyoge kubwati keiga kilikere request sinini, lakini bono mambia tunakushukuru asenchu kwa bwati murubiri tuani yagetembe kuruturacha getembambia mpaka Bono. Shukrani sana bwana John Gari kwa kuwa pamoja nasi, na shukrani sana kwa habari ambayo umeweza kuielezea vilivyo kwa mtazamaji na msikilizaji. Labda jambo lako la mwisho kwa msikilizaji tunapokuaga? Langu ni kuambia wale watahiniwa candidates. Yes. Ningependa kuambia kwamba tunawatakia kila laheri. We wish them success. Hao ni watoto wetu. EACC hatutafuti tu makosa. Tunatakia watu mema. Hata saa ile tumeshika watu huwa tunalia sana kwa sababu jambo mbaya limetendeka. Kwa hivyo wakati huu, on behalf of the commission, we want to wish our candidates in grade 6, grade 9 and form 4 success kwa mitihani ambayo watafanya. Na wale pia wanachukuliwa kwa jeshi, na kuna ile ya polisi ambayo ili abort lakini bado itakuja. May the best win, na tunawatakia mema. Na mwishowe wakija kwa ofisi kutumikia watu wa umma, kutumikia serikali, wawe na hiyo mambo ya maadili inaendelea kwa maisha yao. Na Kenya itakuwa Kenya nzuri. Asante. Shukrani na karibu tena. Asante. Asante sana msikilizaji na mtazamaji. Amekuwa bwana John Agali ambaye ni afisa ambaye ni naibu wa meneja katika tume ya maadili na kukabiliana na rushwa nchini EACC. Amekuwa na mengi katika gumzo letu, na shukrani sana msikilizaji kwa kusikiza na vile vile kutazama. Mazoro Mwanchumu lielinga goikiraga ukertugo kolera asensemeyo Lucas Mogaka no alensemelia kuri ko mwisi mutambe Mike Willis no wali gali ekina Amos au bakolire kwene kinga yote tiza 10 ya goikere asembeo asetuani. Kwa niaba ya omwaka onkoro twingenera mo mambia nchekuru kwa Geoffrey Onsarigo, nchekuru kwa Matilda Ovaigo. Mbia wana sana.